Jiji kuu la Nairobi, mji mkuu wa Kenya na moja kati ya miji inayopokea fedha nyingi zaidi za maendeleo kutoka kwa hazina kuu ya taifa. Kwa Wakenya wengi, mji huo ni sura ya taifa na fahari kwao. Lakini picha na taswira iliyoshuhudiwa Ijumaa usiku imeacha mtazamo tofauti kwa Nairobi na Wakenya kwa jumla. Kwani mvua kubwa iliyoshuhudiwa usiku huo iligeuza jiji la Nairobi kuwa ziwa kubwa lililosomba magari, bidhaa za nyumba na hata kusababisha vifo vya watu 25 kufikia Jumamosi jioni. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni Grogon, Kibra, South B, Pipeline, Embakasi, Westlands, Mukuru, Huruma, South C na Parklands. Wakazi wamesimulia hali ilivyokuwa usiku wa heka. Fika kitu kama saa 2, magari zilianza kutembea, maji zilianza kubeba magari zikienda nazo. Ilikuwa inaenda, tukaanza kuona mabiria zikitoka. Mabiria wakitoka, wakipanda juu ya magari na watoto na wamama. Ilibidi kama sisi wenyewe tulijaribu juu chini, tukatafuta makamba. Tulianza na ile gari iko pale. Tulitoa wamama walikuwa hapo ndani na kamba, na tulikuwa na kamiti kengine hapo hivyo. Hii magari mingi ilikuwa hapa, ilikuwa iende kwa sababu sasa ilikuwa inafanywa service kidogo. Leo unaweza kuja na gari yako. Sasa angalia kutoka huku paka huku yote imelaliwa. Pia kuna watu bado wako wamenguzwa, wamekufa. Wengine pia wameeleza sababu inayofanya jiji hili kukumbwa na mafuriko kila kunaponyesha. Buildings are actually coming up on top of drainage systems, on top of waterways. If you go towards South Sea, you'll see that they're blocking the drainage system, and at the end of the day when it rains, water will have to find another course, and that is why water is now entering through houses, messing up everything. Shida ni vile hii river imetengenezwa, inatema maji na huko kando. Ikishatema maji yote inatoka kwa ile river inakuja huko. Waziri wa utumishi wa umma akihutubia wanahabari Jumamosi mchana alisema serikali imeweka mipango kabambe kushughulikia swala hilo. Pia alisema Nairobi haina maeneo juu ambayo waathiriwa watahamia, japo alisisitiza kwamba serikali imetenga maeneo maalum ambayo waathiriwa watahamia. In Nairobi we don't have higher grounds. What we have is social halls or areas where they can be housed in schools, where we have those who are in riparian areas. For instance, along Nairobi River, we are advising them to move away. Hata hivyo, serikali imelaumiwa pakubwa kwa kutoboresha miundo msingi, ikiwemo mitaro kupitisha maji taka jijini ama kuweka mipango ya kuzuia athari za mvua kubwa, licha ya utabiri kuwa taifa lingeshuhudia mvua kubwa mwezi huu. Unasema tutapeleka Singapore. Nairobi jana usiku hakuna drainage, watu wamekufa watu 10. Ati wewe unasema Kenya itakuwa kama Singapore na umeshindwa kuweka drainage Nairobi. Kwa karibu hata msingi juzi anasema anasaidia gavana wa Nairobi kuweka tu saini, maji imefurika Nairobi. Huyu jamaa aurerembu. Tatizo la ukosefu wa mitaro ya kupitisha maji taka jijini Nairobi limekuwa donda ndugu kwa miaka mingi sasa, ambalo viongozi wengi wameshindwa kutatua. Kila mwaka wa kifedha swala hilo hutengewa fedha kushughulikiwa, ila mabadiliko bado hayaonekani. Mnamo mwaka 2018, gavana wa wakati huo Mike Mbovi Sonko kupitia serikali ya kaunti ya Nairobi alinunua mashine maalum za kusomba maji taka wakati wa mafuriko na kusafisha mitaro maji taka. Mashine hizo ziligharimu takriban shilingi milioni 25. Mwaka 2019, afisa mkuu mtendaji wa mazingira maji Veska Kango aliambia gazeti la The Star kwamba mpangilio wa jiji na mitaro ya maji taka iliyojengwa wakati jiji bado ilikuwa kulingana na idadi ya watu kipindi hicho, na kwamba ili kuboresha mitaro ya maji taka hivi sasa baadhi ya majumba yatalazimika kuvunjwa, huku watabiri wa hali ya anga wakitabiri mvua zaidi katika siku zijazo nchini. Macho yote sasa yameelekezwa kwa serikali kuona hatua gani itachukuliwa kuhakikisha kwamba hali iliyoshuhudiwa Ijumaa haishuhudiwi tena, na pia kuona ni hatua gani za kudumu zitachukuliwa ili kuhakikisha kwamba tatizo hilo halijirudi tena. Kwa kaunti ya Nairobi, mimi ni Mtawali Garam.